Aden Duale, mbunge Kibagendi warushana maneno makali kisa madai ya ulaghai wa SHA. Unatisha nani? Karibu kwenye taarifa zetu za T046 Media na kwamba uchukue sekunde yako moja upige subscription. Kikao cha kamati ya bunge ya afya kimezua mtafaruku kufuatia majibizano makali kati ya mbunge wa Kitutu Chache Anthony Kibagendi na waziri wa afya Aden Duale. Majibizano makali yalitokea wakati wa mkutano wa Jumanne, Oktoba tarehe 14 kuhusu madai ya udanganyifu katika mamlaka ya afya ya jamii SHA na kufungwa kwa hospitali. Mvutano ulizuka pale ambapo Kibagendi alimshutumu CS Duale kwa kuwanyanyasa wajumbe wa kamati akiwemo mwenyekiti James Nyikali. Katika ghasia kali, Kibagendi alipinga tabia ya Duale akimshutumu yeye na washirika wake kuiba SHA. Unahitaji kujibu swali, huwezi kuwatisha wanachama, sisi sio watoto wako. Unafikiri wewe ni nani? Ukija hapa kutufundisha hatutaruhusu, kwa sababu unaendana na rais, hakupi pasi bure, wewe ni mwizi. Wewe na washirika wako mnaiba SHA, alisema kutangaza kwamba yeye hana hospitali yoyote. Kujibu Duale alidai Duale alijaribu kutaka Kibagendi afurushwe kutoka kwa kamati hiyo, akisema kuwa spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula anafaa kuwasilishwa ombi la kuchukua hatua. Hata hivyo, Nyikali alikataa kwa udhabiti hatua hiyo, akisema si katika nafasi yako kuamua jinsi mkutano huu unavyoendeshwa. Makabiliano hayo yaliongezeka huku Duale akisisitiza kuwa Kibagendi anafaa kushtakiwa mahakamani. Kibagendi bila kukata tamaa alisitiza shutuma zake na kutangaza nia ya kubaki kwenye kamati hiyo. Mnaweza kunitoza mkipenda, lakini ukweli ni kwamba nyinyi ndio mnapora SHA. Duale hamuwezi kunitishia mimi, siogopi mtu, huu ni upuzi mnaoleta nchi hii. Mnanyanyasa wanachama, nyinyi ni akina nani? Mimi nitabaki kwenye kamati hii, alisema. Hatimaye aliondolewa kwa nguvu kwenye kikao hicho. Kibagendi miongoni mwa wabunge wa Kenya waliojiunga na moja ya waliovunja safu na chama cha ODM kuungana mkono mpango huo wa serikali. Kufuatia kuondolewa kwake katika mkutano huo, Kibagendi alienda kwenye mitandao ya kijamii na kupinga madai ya Duale. Kibagendi alielezea kuwa kila anapoibua maswali magumu kuhusu SHA, Duale anakengeuka kwa madai kuwa Kibagendi anamiliki hospitali ambazo zimefungwa. Sijui hata hospitali anazorejelea, Kibagendi alichapisha. Kwa nini Duale hawezi kutaja waziwazi hospitali ambazo eti ninamiliki wakati zilisajiliwa na washirika wangu ni akina nani? Wacha azifunge kabisa, kisha ajibu maswali yetu kuhusu upungufu wa SHA na mgongano wake wa kimaslahi. Wakati huo Duale alionya kuwa wamiliki wa vituo vya huduma vya afya watakaopatikana na hatia ya utovu wa nidhamu wanaweza kukabiliwa na faini ya hadi shilingi milioni 2, kusimamishwa kazi au kufutwa usajili. Matamshi yake yalifuatia Wizara ya Afya kuwasilisha faili za kesi 1188 kwa wakurugenzi wa upelelezi wa jinai DCI, hatua ambayo imezua wasiwasi mkubwa katika sekta ya afya. Kesi hizo ziliangazia madai ya ukiukaji, ikiwa ni pamoja na malipo ya ulaghai, ukiukaji wa kanuni na mwenendo usiofaa. Baadhi ya vituo vinashutumiwa kwa kutoza bili kwa taratibu ambazo hazijatekelezwa ama hazijapendekezwa, kugushi rekodi za wagonjwa na kuzidisha madai kwa kubadilisha ziara za wagonjwa wa nje kuwa za kulazwa kwa wagonjwa. Ndizo taarifa za hivi sasa. Nitakuwa narejea matukio mengine zaidi, usikwende mbali.